Nichukue wasaa huu sasa kumkaribisha mwongoza jopo la mwisho kwa siku yetu hii ya leo, na si mwingine bali ndugu yetu Joyce Komanya. Yeye anatokea taasisi ya Legal and Human Rights Center na anakuja kuzungumzia masuala mazima ya Investing in Women Accelerate Progress. Tafadhali makofi kwake dada Joyce popote pale alipo. Safi sana. Makofi yaongezeke tafadhali kwa ajili ya suti yake. Karibu sana dada Joyce. Karibu sana. Asante. Hii suti haijawahi kupigiwa makofi leo. Kwa mara ya kwanza tangu ninunue. Sawa. Habari za jioni. Karibuni kwenye session yetu hii ya 3 na ni session ya mwisho kwa siku hii ya leo. Kama niko sawa tutatumia lisali moja na nusu. Lisali moja. Okay, mimi naitwa Joyce Komanya kama nilivyotambulishwa. Natokea Legal and Human Rights Center, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya haki rasilimali. Sasa tutakuwa na panel hapa, na ni panel mahususi kwa ajili yetu sote, lakini tutasikia namna ambavyo wanawake kwenye sekta wanazidi kupiga hatua na kuona ni kwa namna gani tunaweza tukahakikisha mipango na sera zinakuwepo kuweza kuwainua na kuwapa nguvu wale wanawake ambao tayari wameingia kwenye sekta. Tuko pamoja. Nasikia watu wana nongona, sijaelewa kwamba wamependa session au asuti. Sawa. Basi, kwa kuanza naomba nitambulishe session yetu kama mwongoza mada alivyotuambia. Session yetu ni Investing in Women Accelerate Progress. Ni kwamba kuwekeza kwa wanawake kunasaidia pia kwenye kuharakisha maendeleo. Kama tulivyosema sasa, mambo ya sustainable development, hatuwezi kufanya sustainable development kama tunawaacha wanawake nyuma. Kwa hiyo hii mada itazungumzia kwa jinsi gani wanawake ambao wameingia kwenye sekta hii, iwe ya uchimbaji mdogo, iwe ya uongeza thamani wa madini, lakini wale ambao wanasapoti pia kazi za wanawake kwenye sekta hiyo, ni kwa namna gani wameweza changamoto walivyozitumia kama fursa kuweza kutoboa kwenye hii sekta. Tunasema kwamba hii sekta wanasema sana ni male dominated, lakini tumeshaanza kukataa kwamba sekta ya uziduaji si male dominated. Kwa hiyo tutakuja kusikia pamoja na issues changamoto zilizopo ambazo zimeshaongelewa kwamba kuna matatizo mengi kwenye hii sekta ambayo wanawake bado yanawafanya wengine warudi nyuma, lakini pia tungependa kusikia kwa kifupi kuona wale wanawake ambao wameshajikita kwa miguu miwili ni kwa namna gani wameweza kuendelea na ni jinsi gani tutatumia changamoto zao na hii fursa kuweza kuhakikisha tunaharakisha maendeleo. Kwa hiyo kwa kuanza naomba niwakaribishe wazungumzaji wangu. Wa kwanza ni dada Alice Swai, anatokea Swissaid, naomba tumkaribishe. Karibu sana dada Alice. Na anayefuatia ni Mwanaki Sharif. Huyu ni mmiliki wa leseni za uchimbaji mdogo, ni mwanamke mchimbaji mdogo. Tumpigie makofi tafadhali. Karibu sana dada Mwanaki. Na mzungumzaji anayefuata ni dada Luisa Katolila. Huyu ni mwana geologist, lakini pia ni value addition expert, mtu ambaye amejikita kwenye kuongeza thamani. Kwa hiyo tunaona na yeye jinsi gani amejitoa. Tumpigie makofi dada Luisa anavyokuja. Lakini pia tuna mwakilishi kutoka Wizara ya Madini. Tunayo mwakilishi kutoka Wizara ya Madini. Hakuweza kufika yupo. Tuna mwakilishi kutoka Wizara ya Madini. Karibu sana. Utanisamehe jina lako sijalipata bado. Karibu sana. Sawa. Na pia tuna Michelle Mwambela, representative from the Association of Women in Extractive Kenya. So we get to hear about the experiences on how they excel in extractive activities. Kwa hiyo wa Kenya tutakuwa tuna code mix
English and Swahili. Sawa, na hawa ni wazungumzaji wetu kwa siku hii ya leo. Karibuni sana. Nadhani watajitambulisha na watatuelezea kwa ufupi wao wanafanya kitu gani. Karibuni. Habari ya mchana. Kwa majina naitwa Michelle Mwambela, na kama mlivyosikia nafanya katika shirika linaloitwa Association for Women in Energy and Extractives in Kenya. Mimi nitazungumza kwa Kiswahili zaidi, lakini mahali nitakapolemewa ndio nitachanganya na Kiingereza. Na shirika letu haswa lilizunduliwa kwa sababu tuligundua kwamba kuna gap ya inclusivity ya wanawake katika sekta ya uchimbaji na nishati. Na tukaona kuna mambo mengi hata katika sera na katika sheria ambazo hazisaidii ama hazifacilitate uhusishi ama kuhusika kwa wanawake katika hizi sekta. Na kwa hivyo utakuta mara nyingi wameachwa nyuma, ama kama wanaweza kushiriki basi wanashiriki katika sections za value chains ambazo hazina faida kubwa. Kwa hivyo kazi yetu ni kufanya sana na kina mama wa grassroots na wachimbaji wadogo kina mama, lakini pia wale professionals hatujasahau. Nimesikia kuna geologist hapa, kuna business owner, so we work with women across all value chains. Thank you. Asante sana dada Michelle. Karibu tafadhali. Karibu sana kaka Francis. Useme tu kwa kifupi, wewe ni mwakilishi kutoka sehemu gani? Ili tuendelee. Asante. Ngaje naonekana kama nimevamia jukwaa la kina mama. Nitakuwa. Mimi kwa majina naitwa Francis Mihayo. Mimi ni mjiolojia na pia ni kamishna msaidizi wa madini ambaye nashughulika na uendezaji uchimbaji mdogo. Na bahati nzuri leo nilikuja kwa niaba ya kamishna wa madini sababu hakuwepo, ana udhuru kidogo, hudhuria msiba, na pia nimekuja kwa niaba ya naibu katibu mkuu. Kwa maana hiyo, kwa hiyo leo ninacheza katika nafasi nyingi. Kwa hiyo leo niko kwa mbele ya kina mama hapa, na mimi mtanispare kidogo. Sisi jukumu letu kama wizara, hasa kwenye jukwaa la uziduaji, nadhani mengi yameshazungumziwa na viongozi wangu waliotangulia asubuhi, lakini hapa leo tunataka tuzungumzie ushiriki wa kina mama na nafasi yetu kama wizara. Nadhani nikipata nafasi nitaieleza baadaye. Nashukuru. Asante sana kaka Francis. Umeshaanza kujipa swali na tutakuuliza wakati wako ukifika. Karibu dada Luisa. Habari za mchana na poleni kwa ratiba ndefu kidogo ya leo. Naitwa Luisa Katolila. Mimi ni geologist, lakini pia ni mineral value addition expert ambaye ni entrepreneur wa biashara yangu ya kuongeza thamani madini na kata mawe na kutengeneza jewelry. Kwa jina langu la biashara ni Gem Galore by Luisa, na nimekuwa nikifanya hivyo kwa takriban miaka 4 sasa. Ni baada ya kugraduate geology ambako niligundua kwamba tunapata knowledge ndogo sana ya value addition. Kwa hiyo nikajifunza zaidi kuhusu value addition at Tanzania Gemological Center Arusha Njiro, na baada ya hapo nikachukua ujuzi huu ambao nimeupata na mwingine zaidi ambao nilijifunza nilivyoingia sasa kwenye biashara ili kuanza biashara mineral value addition kwa gemstones. Asante sana dada Luisa. Karibu dada Mwanaki. Asante. Habarini za mchana. Namshukuru Mungu kwa kupata hii nafasi kuwa kama mwakilishi wa wanawake wenzangu. Naitwa Mwanakei Abdalla Sharifu, ni mmoja wa kutokea TAWOMA, Tanzania Women Mining Association. Mimi ni mratibu kutokea kanda ya Mashariki, Dar es Salaam, Pwani na Morogoro. Lakini kwa PML zangu ziko Morogoro na Shinyanga, wilaya ya Kahama na Chimba mgodi wa Nyamishiga. Kwa upande wa wanawake nilikuwa nataka kusema kwamba tunaweza tukashukuru sana serikali yetu
especially ya Mama Samia. Asante dada Mwanakini, nitakurudia baadaye. Nilitaka ujitambulishe kidogo, nitakupa nafasi ya kuweza kuelezea zaidi nini unachokifanya. Karibu dada Alice. Asante, habari za jioni. Mimi naitwa Alice Swai, nafanya kazi na shirika la Swizaid. Mimi ni mwanasheria na kupitia shirika la Swizaid tunafanya kazi ya kuhimiza ushiriki wa wanawake katika uchimbaji mdogo wa madini ya dhahabu. Tunafanya kazi karibu na shirika la FADEV na haki rasilimali. Taongelea vizuri hapo mbele. Asante. Asante sana, na usinirudishe mic kwa sababu wewe ndio utatufungulia panel yetu hii ya leo, na nilitamani sana kujua kwamba kwa sababu wewe pia umefanya kwenye kama unafanya na Swizaid, ina maana pia uko kwenye masuala ya partnership na development sana unafanya. Natamani kujua unadhani kwa nini wanawake hawapati fursa sawa katika uchimbaji madini mpaka tumekuja na msemo kwamba this is a male dominated sector. Ni kitu ambacho tunakipinga sasa, lakini tunahitaji kujua labda kwa nini tunaona wanawake wanakosa fursa ile ambayo tunahisi wanaume pengine wamekuwa wakiipata au wameonekana kwa wingi kwenye hiyo sekta. Karibu. Asante sana. Hii dhana ya male domination sector kwa upande wa mining na including oil and gas imekuja kutokana na kwamba the work culture na utendaji kazi katika tasnia hii ya madini, gesi asilia na mafuta imekuwa designed, developed na managed by men most of the time. Na wakati zinaanza, nafikiri huko awali, wakati wanaanzisha baseline, they really did not set target kwa ajili ya diversity, because anything that you set a target, at some point you will really have to review if you have measured the key targets that you wanted. So when the baseline for the functioning ya mining sector, kulikuwa hakuna target ya kwamba at a certain stage wanawake wao wameshirika kiasi gani. Labda nitolee mfano. Kwa mfano, ukiangalia target ya uchimbaji wa madini hapa Tanzania tulijiwekea target kwamba ikifika mwaka wa 2025 mchango wa sekta ya madini utafikia 10%. So that was a target. Lakini if you segregate that target, kwa maana ya kwamba ukitaka kujua mchango huu umechangiwa kiasi gani na wanawake na mchango huu umekuwa disaggregated na mchango kwa upande wa wanaume kwa kiasi gani, those information are not available, kwa sababu pia information and data is what will really mention kwamba hii sector, is it really male dominated ama tunazisemea tu. Maybe let's look at the statistic. Hapa recently TAWOMA wametoa ripoti, na ukisoma ile ripoti utaona kwamba 1.7% ya wanawake wanamiliki maeneo ya mining site, kwa maana ya mialo, kwa maana ya mgodi, au wanaingia kama wawekezaji katika eneo husika. Lakini pia 5.3% ya wanawake wanashiriki katika kutoa huduma na bidhaa katika makampuni ya madini. Lakini pia 86.2% ni ya wanawake ambao wapo katika mnyororo wa thamani ya processing. Na hapa ndiko tunakoona wanawake wengi wana ushiriki mkubwa wa uchimbaji mdogo wa madini. Lakini 6.8%, 6.8% ni ya wanawake wanaomiliki leseni ya primary mining license hapa Tanzania. Kwa hiyo utaona numbers do not lie, na utaona ushiriki mkubwa wa wanawake uko pale kwenye processing. Utajiuliza why 5.3% kwenye service na goods na 6.8 kwenye owning the primary mining license. And I can assure you hata hawa 6.8 wanaomiliki leseni wengi ni wale hata ambao wamezimiliki on a hereditary, kwa maana wamezi inherit. Wenza wao walikuwa washiriki na walimiliki leseni zao, na hata wakati mwingine kumekuwa na challenge ya kutransfer hizi title deed kutoka kwa mwenza aliyetangulia mbele yake na mwanamke kumiliki leseni kwa jina lake kama mwanamke. Kumekuwa na changamoto kama hizo kwa sababu ya masuala ya urithi na culture wise. Lakini ukiachana na statistics hizo nilizosemea, pamoja na society mila na desturi iliyopo kwenye sekta kwamba ni male domination, lakini kuna kitu kinaitwa leak pipeline. Leak pipeline ni pale ambako
new generation kama ya hawa wanaotoka shule sasa hivi ni engineers, ni geologists. Unakuta wametoka at equal number, whether is 50-50. Lakini at the moment, the female candidate akishafika 5 to 10 years gradual ya ile career development yake ya mining sector inaweza isifanane na male candidate. Na hii inawezekana akawa si kwamba hana interest, inawezekana anayo interest, anayo ability, lakini kutokana na mazingira anaweza asijicommit kuendelea kuwepo au kupursue to remain on this sector kulingana na nature ya working culture. Nikupe mfano ya most of the mining companies ambao wana own special mining license ambako wakiajiri those female candidates, most of the time during the recruitment procedure, it itself is biased because a female candidate anakuwa recruited for performance. What can he do for the company? But for a male candidate anakuwa hired for his potential. Today he's in somewhere doing a transport logistics, but tomorrow he can be also a chief operating officer. So there is a gradual bias that it is already within the recruitment procedure to see a woman as a more liability, because most of the times mining sites ambazo zina opened remotely, they will require those employees to stay at a mining site for a prolonged period of at least 2 months, and then have at least a leave of 2 weeks to a 1 month period, which is quite a limit number of days for a female candidate who at some point having already social na family responsibilities, hawezi kuleta watoto wake kwenye mine site na akafanya nao kazi, au vile vile hawezi kukubali mume wake aje kuacha kazi yake na yeye kuendelea kufanya kazi kwenye lakini safety na security concern, mazingira yaliyopo katika tasnia hii yamekuwa sio uwezeshi kwa mwanamke kushiriki. Lakini pia upatikanaji wa financial resources, mitaji, kwa sababu hawana collateral, hawana uwezo wa kumiliki land ownership, pia ni challenge ya wao kupata financial resources ili waweze kuinvest more the sector. Asante. Sawa, asante sana dada Alice. Nadhani tumemsikia kwa kifupi ambavyo ameweza kuelezea jinsi gani changamoto ambazo tumeona, changamoto ambazo wanawake wanakuwa wakizipitia, ndio maana tunauliza kwamba kwa nini fursa sawa hazipatikani. Na ameongelea bado kumbe kuna issue za culture, bado tunaongelea masuala ya culture, watu kuendelea kuamini kwamba mwanamke hawezi kuingia kwenye sekta ya uziduaji na hawezi kufanya vizuri kama vile ambavyo wanaume wanafanya. Kwa hili ni la kwetu, tutarudi sisi kama wanajamii kuona jinsi gani hizi culture ambazo tunazisema culture zipo na ni kwa namna gani tunaweza tukaziondoa ili kuaccelerate progress ya maendeleo kwa kuwashirikisha wanawake. Lakini pia ameongelea issue za link pipeline na masuala ya biasness, especially kwenye nafasi ambazo wanawake wanakuwa kuna ushindani wa kupata hata nafasi fulani, na ndio maana mpaka leo bado tuna statistics zinalalamikia kwamba kwenye sekta ya uziduaji, kwenye zile management position, managerial position, bado wanawake hawapo. Lakini kumbe sio tu kwamba kwenye uchimbaji mdogo ama wanawake ambao wamejiajiri, lakini kumbe tunaona hata kwenye wale ambao wameajiriwa kwenye makampuni makubwa bado kuna issue za bias na issue za changamoto zingine zinazowafanya washindwe kusucceed kwenye hayo maeneo. Nitakurudia dada Aris. Na sasa nikukaribishe dada Mwanakii. Ukiwa mmoja wa mwanamke ambaye umejikita kwenye masuala ya uchimbaji mdogo na umeweza kumiliki leseni, tuna imani una experience na una mambo mengi ambayo unatamani kushare na sisi, kutuambia wakati unahangaika kupata hizi leseni za uchimbaji, ni changamoto gani ambazo wewe ulipitia? Kwa sababu ulipitia kama mwanamke, unadhani pengine angekuwa ni mwanaume anatafuta leseni ambayo umeipata kama wewe asingezipitia, na ulizishindaje mpaka leo unaweza ukasimama hapa mbele yetu kutoa ushuhuda kwamba unafanya vizuri kwenye hiyo sekta? Karibu. Asante sana. Changamoto ni kubwa sana kwa wanawake wachimbaji. Ndani ya miaka 4 ya nyuma kulikuwa kabisa mwanamke hawezi kusimama na akasema mimi ni mwanamke mchimbaji. Tulilia sana hiki kilio, especially kanda yetu ya Ziwa. Huko wana imani ambayo wanasema mwanamke siku zote ana mikosi.
So kuweza kupata kumiliki leseni au kumiliki lashi yoyote ilikuwa ni changamoto kubwa sana, na enzi hizo ilikuwa kama ni tajiri anaendelezwa ni huyo huyo, ataendelea kumiliki yeye, haangaliwi mtu mwingine. Lakini tunaweza kumshukuru Mungu, tuliweza kulia na hiki kilio mpaka siku moja tulisimama, ilikuwa ni Kahama pale, alikuwepo mheshimiwa ambaye sasa hivi ndio naibu waziri mkuu Doto Biteko, tukagalagala, akasema hebu acheni hao akina mama waje, ambaye alivyoturuhusu akasema mna shida gani? Tukamwambia mheshimiwa waziri, kila tunaposimama kuomba usimamizi wa rashi unasema hatuna experience. Tukisimama tunaomba leseni, yani maombi yale kama hayajibiwi. Tufanye nini wanawake ili utambue tunaweza? Akatuuliza, mnaweza? Tukamwambia tunaomba chance, alafu utaona. Kweli mheshimiwa Doto aliweza kutupa nafasi ya kusimamia lashi ambayo iko Nyamishiga. Ndani yake hilo eneo ni la Wachina. Ikatokezea wachimbaji wadogo wamefika pale, wakaanza kuchimba, akasema wanawake wasimamie. Tulikuwa wanawake kama 20. Tulivyosimamia pale, kwa kweli huwezi kuamini, tuna miaka mitatu tumeingizia serikali bilioni 5, tumeweza kujenga hospitali, maana ni dispensary ambayo ni kubwa. Mheshimiwa Waziri Mavundi alifungua kama miezi 7 ya nyuma. Tumenunua ambulance, lakini tuna changamoto kubwa bado migodini. Changamoto hata nikisimama, mimi ni one of director, nikisimama nikianza kuwaambia labda kuna hiki, mimi sishuki chini fine, lakini naweza nikakupangia huko miamba chini mpaka ukaelewa mwamba nani amekula mwamba mwenzie na nani hajala. Lakini unakushangaa unasema ameonaje, amejuaje? Lakini kutokana na experience, kutokana na kuona kwamba wanawake tunaweza, tumeweza kulipambania hilo. Changamoto nyingi tunazipata unapokuwa especially unaenda kwenye duala, kuna mgogoro, unakuta unaambiwa hapa kuna mganga, mwanamke utakiwi kuja, una mikosi yako. Sasa hivyo vitu vinarudisha nyuma sana wanawake kusimama. Changamoto zingine tunaona kama walivyosema mwenzangu aliyepita hapa, kwamba mwanamke anapewa nafasi ndogo ndogo, kwa mfano anapiga ukwale, yani kuokota tu point, lakini hapewi ule usimamizi mkubwa. Lakini naweza nikasema vile vile nikaigusa serikali, kwa sasa hivi serikali inatutendea haki, wanawake wachimbaji tunapewa kipaumbele. Kwa mfano mama juzi kaja mkoa Geita, kakabidhi wanawake wachimbaji leseni 18 ambazo ziko maeneo mazuri. Tunaenda tunamwambia RMO, tunajua potential area. Zamani walikuwa wanapewa tu mashamba ya mpunga, unaambiwa uende ukachimbe, wanahangaika hawapati kitu. Lakini nowadays kuna wanawake ambao ndio kama hapa mwenzangu amesomea, tunashirikiana nao, wanatuambia sehemu fulani it's a good area, tunapambana na waziri, tunapambana na tume, tunapambana na maraimu huko mkoani. Mimi ni mwakilishi wa kitaifa TAOMA, kama nilivyosema, Tanzania Women Mining Association. Kwa hiyo nikisimama, nasimama kwa ajili ya wanawake Tanzania. So tumeanza Musoma, tumepewa leseni Geita na kote, lakini bado changamoto zinaendelea kwamba hawatuamini wanaume, ila at least nowadays. Asante sana dada Mwanaki, makofi kwake. Na kwa ufupi ujumbe tulioupata hapa kwa kuanzia, anasema dada tugaregare, si ndio? Kwa sababu wao waligaragara kwa mheshimiwa na wakaweza kupata nafasi. Kwa hiyo tukishindwa kupambana na hawa watu tufanye nini? Tugaregare. Sawa, na tukisikia changamoto ambazo nyingi ameziainisha dada, tunaona kabisa tumekuwa tukilaumu sana serikali, jinsi ambavyo wanawake hatupatiwi nafasi, lakini ukiangalia mzungumzaji wa kwanza na mzungumzaji wa pili wanarudi pale pale, imani potofu, culture, kutokuaminika. Nani ambaye haamini wanawake? Imani potofu ziko wapi? Culture, ni nani anaendeleza masuala ya culture? Ni sisi wenyewe wanajamii, si ndio? Kwa hiyo we have a role to play here. Sasa nimkaribishe msomi kabisa, dada Luisa Katolila. Huyu ni mwanajiolojia lakini pia ni expert wa kuongeza thamani, na kwa sababu yeye ana experience, ameshaanza kufanya kwenye hii sekta
tunatamani angetuambia kwamba endapo angepata nafasi ya kuishauri serikali kuhakikisha wanawake wanapiga hatua kwenye shughuli za uchimbaji wa madini, ni kitu gani anatamani kuwaambia, ukilinganisha na changamoto ambazo yeye amepitia wakati anaanza mpaka alipofika? Ni kitu gani ambacho anatamani kukisema ili tuone hata wale wanawake ambao wanakuja kuanza angalau wapate pa kuanzia kwa kupata msaada kutoka kwa serikali? Karibu sana dada Lucy. Asante Joyce. Kama ambavyo wachangiaji waliotangulia wameelezea kwamba challenges za wanawake kwenye sekta ya mining ni kama ambavyo wamesema, ambazo ni nyingi, lakini kama kuu ambayo wameelezea pia, ambayo nimeona imekuwa na sauti sana, ni imani. Bado hatuna imani na wanawake kwenye uziduaji, lakini pia hizi ni imani ambazo zimeexist kwa muda mrefu sana. These myths have been around for generations. Kwa hiyo inakuwa ngumu kumhamisha mtu kutoka kwenye imani hiyo kumwamini sasa mwanamke. Kwa hiyo hii ina affect pia saikolojia ya wanawake pia, kwa sababu hatuaminiki na sisi tunakuwa tunashindwa kujiamini. Lakini kuna mambo kadhaa ambayo mimi naweza kuishauri serikali, lakini na jamii. Nikisema jamii inamaanisha kampuni, stakeholders ambao wako kwenye biashara hii ya madini, kuanzia mining mpaka kwenye kuongeza thamani. Na tamani kama serikali ingeweza kutengeneza access ya wanawake, kuwa na access ya equitable opportunities au credit facilities ambazo zitatoa mikopo kwa wanawake, ambazo zinaweza kutoa misaada pia hata za mashine kwa wanawake wakiwa wanazihitaji. Kama kungekuwa kuna hizi coalitions za kuwasaidia wanawake kwa umoja wakiungana, kwa sababu pia tunaona kuna vyama vingi sana vya wanawake. Nimekaa pembeni ya dadangu Mwanakei hapa ambaye anatokea Taoma, just to say a few. Kuna Wimo, kuna Twimi, kuna vyama vingi ambavyo wanawake wanaungana, ambavyo kwa kuangaliwa kwa pamoja na changamoto ambazo tayari wanazielezea kila siku, wakipewa access ya hizi credit facilities, zinaweza zikawasaidia na mitaji zinaweza zikawasaidia wanawake sasa kuingia kwenye hii biashara na kuiweza kuifanya kwa scale ya tofauti, kwa sababu tumezoea kwamba wanawake wengi wanafanya biashara madini kama subsistence to meet day to day needs, lakini our male counterparts are getting to do these things big. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumebakia kwenye mitaji midogo, tumebakia kwenye activities ndogo, wakati tuna uwezo wa kuexpand, lakini hatuwezi kama hatuna msaada. Kwa hiyo huo ni ushauri wangu wa kwanza. Kingine, naona wizara ingetengeneza namna ya ufuatiliaji wa hizi changamoto ambazo tayari zimeshaelezewa. Wameshaelezea changamoto nyingi, na kusema ukweli hizi changamoto zinakatisha tamaa wanawake wengi sana. Wanawake wengi tukiongelea kuanzia geologists mpaka kwenye mineral value addition, kwa sababu ya hizi changamoto ambazo kuanzia kwenye gender based violence, gender discrimination, zinawafanya wanawake wananyongea kuona kwamba sekta haitukubali kama ambavyo tunatamani ingekuwa. Lakini kama serikali ikitengeneza system ya ufuatiliaji wa hizi changamoto, kuweza kuonana na vyama vya wanawake, kusikilia changamoto zao, kutengeneza sera na regulations ambazo zitakuwa zinatengeneza ufuatiliaji wa mara kwa mara wa hizi changamoto, tungetengeneza wepesi sana wa wanawake kuendelea kuparticipate kwenye hii tasnia ya madini. Lakini kingine, naona serikali ingetengeneza pia sheria na sera ambazo zingezilazimu kampuni especially kubwa za uwekezaji kuanzia madini mpaka uongezaji thamani. Sasa hivi uongezaji thamani, unlike the past, ilikuwa tu like they are small businesses, but right now we are talking about biashara ambazo ni kubwa, ni investment ni kubwa sana za kwenye kuongeza thamani, from mineral processing to mineral value addition. Kwa hiyo naamini over time sasa wana uwezo wa kuaccumulate wanawake, waweze kuwapa nafasi za mafunzo, kwa sababu hii pia ni changamoto ambayo imetajwa sana leo, kwamba wanawake wanakosa elimu. Ina maana we are not able to access the same opportunities ambazo wanaume wanapata. Kwa kama wanawake wanaweza wakapata
elimu ya capacity building kwenye industry in general au industry specifics, sehemu ambazo wanawake wanaweza kuendelea, naona ingesaidia sana kumkomboa mtoto wa kike. Lakini pia hizi kampuni zinaweza zikaenda as far as kuassist na mitaji, kuassist na the machinery, waweze kuwa wanaweza kufanya hizi biashara especially kwenye mineral validation. Lakini pia kama ambavyo tunaona kampuni nyingi za kampeni za uwezeshaji, women empowerment, we need more women empowerment programs and projects for women in science, kwa sababu kuna uhitaji mkubwa wa wanawake. Ukiacha tu degree is nice and it's good, lakini baada ya hapo, kwa mtu ambaye labda anaweza asitumike directly kwenye ile degree, akataka kujiinvest kwenye vitu vingine, akataka kudiversify, na tamani kungekuwa kuna hizi kampeni na serikali ingetengeneza nyingi zaidi za kumuinua mtoto wa kike, kumpa ujuzi, practical knowledge ya kuweza kutumika kwenye sekta hii ya uziduaji. Kwa sababu kama ambavyo mimi nimeweza kufanya, naamini hizi forums na hizi kampeni zikizidi kuwa nyingi, zitaamsha wanawake wengi zaidi. Kama ambavyo wanaume wengi wanaingia kwenye investment ya mining, basi wanawake nao wakipata hizi fursa na hizi kampeni za kuwa empowerment kwenye mambo ya science, na wao watazijua, maana huwezi ukainvest kwenye kitu ambacho haukielewi. Kwa hiyo na wao watazijua, ili na wao wataweza kupata hizi nafasi. Asante sana dada Luisa. Nadhani tumemsikia vizuri dada Luisa. Yeye ana experience tayari, amesomea mambo ya jiolojia, ni geologist, lakini pia ana experience kwa sababu anafanya shughuli za uongezaji thamani, amejiongeza. Na tumemsikia vizuri jinsi ambavyo issue za access to credit, and financial support and other resources ni kitu kilivyokuwa muhimu kwenye kuhakikisha wanawake wengi wanaingia pia katika shughuli hizi na biashara hii. Tumekuwa tukiona Tanzania collateral yetu kubwa sana ni ardhi, si ndio? Kwamba mtu anapata ardhi hawezi ku access financial support from financial institutions. Lakini je, tukirudi kuna matatizo mengi nyuma yake tayari ambao wanawake tayari ambao wanawake kwa kiasi gani wanawake wameweza kuwa na uwezo wa kumiliki ardhi watakazotumia kama collateral ili waweze ku access financial support and from financial institution. Kwa hiyo bado tuna mlolongo wa matatizo nyuma ya matatizo, lakini pia dada Luisa ameongea vitu vingi ikiwemo jinsi ambavyo to invest kwenye girls in science, ndio tuone jinsi wanawake waliojitoa kuchukua masomo ya science, watu waliosoma geology, serikali na wasapoti vipi. Tusiendelee kusubiri scholarship zitangazwe, scholarship from Norway, scholarship from USA, scholarship from what. Tuone serikali ambavyo inawekeza kwa hawa watu ambao tayari wameshajitoa, wameingiza miguu miwili, ili waweze pia kupata knowledge na experience ambayo watairudisha kwenye sekta. Asante sana. Na sasa nimkaribishe mwanaume pekee kwenye hii paneli yetu, makofi kwake tafadhali. Amejitoa kwa mara ya kwanza tunaandika historia, panel ya wanawake jukwaa la uziduaji. Tuna kaka ambaye amekuja kutusapoti na ni issue ambazo tumeona kwamba sasa issue zetu wanawake zinaanza kueleweka vizuri. Karibu sana kaka Francis kutoka Wizara ya Madini. Na wakati ulianza ulitamani sana kuongelea sera na mikakati ya wizara, na tungetamani tujue, je, ni kwa namna gani, kama kuna sera maalum au mikakati au tayari vitu ambavyo wizara imeshafanya kuweza au hata kama imeplan kuona jinsi gani inawawezesha wanawake katika jamii ya wachimbaji, hasa hawa wanawake ambao wako kwenye sekta ya uchimbaji mdogo. Kuna mkakati ama mkakati hamna, basi kuna jambo lolote? Karibu. Asante moderator, kwa sababu nimevamia kama nilivyosema pale awali hii panel ya kina mama. Mwanzo nitamani kwamba wote waongee, maana mwisho wa siku tunaonekana kama vile na counter badala ya kuchangia, lakini sababu tuko hapa ni kuelimishana na kupeana mrejesho, bado nitaongea machache kuhusu kile ambacho tunakifanya kuhusu na wanawake. Kwa ujumla sisi kama Tanzania au kama wizara ya madini, sera yetu hajamwengua mwanamke, imezungumza kwa ubaga kwamba namna gani naweza kuendeleza
sheria ya madini vile vile pamoja na kanuni. Tunajua kwa wale watunga sera na watunga sheria wanasema sheria inapotungwa haitakiwi kuwa discriminative, lazima ikate across. Lakini sasa tunajua kuna makundi ambayo yako disadvantaged, hasa tunapozungumzia wanawake. Kwa hivi tumekuwa na utaratibu ambao tofauti kidogo, na ndio maana tumekuwa watu wa karibu sana kushirikiana na makundi maalum. Kwa mfano tunajua kwa mfano Tanzania hii tuna chama cha wachimbaji madini Tanzania cha watu wote, kuna ile federation ambayo ni FEMATA ambayo inashughulika na REMAs zote. Pamoja kwamba wanazungumzia kitu kile kimoja, lakini bado tuna watu wa TAWOMA to be specific. Na hawa wamekuwa ni siku nyingi. Uzuri hapa napokea ushuhuda. Kama mnakumbuka asubuhi Mheshimiwa Waziri asema tuko hapa kwa ajili ya kupokea maoni. Kwa mna play part zote. Kwa hiyo hapa pia ndio tunatoa mrejesho. Wenzetu wa TAWOMA wamekuwa wakifanya vizuri sana kwa sababu wamekuwa ni vocal, na of course na shukuru pia na FADEV pia nadhani wamekuwa pamoja nao, wamesaidiana sana kwa sababu pia nimekuwa nikishiriki katika harakati zao zote. Kwa hiyo najua anachokisema dada yangu hapa alikuwa sahihi sana. Sababu nakumbuka ametoa mfano mdogo wa tulikuwa na changamoto juzi hapa. Kuna kipindi baada ya mabadiliko ya sheria ya madini mwaka 2007 leseni zilistop kidogo kutolewa kwa muda kama mwaka mzima. Kwa hiyo kukaa kidogo kama kuna changamoto, watu wakawa leseni hazitoki, wanavamia maeneo. Lakini sasa tukasema hatuwezi kuacha watu wavamie tu, kwenda kwa utaratibu kwa kusimamia. Sasa sababu ya remoteness ya maeneo yale na vurugu zinazotokea mitaa ile, watu wengi ambao walikuwa wanapewa majukumu wanasema apatikane mtu mwenye uzoefu. Sasa ukimtafuta mwanamke mwenye uzoefu wa namna hayo utampata wapi? Ilikuwa ngumu kidogo. Lakini sababu wamekuwa wakishiriki, wakishuhudia wanaume wakifanya, na wenyewe tunapongeza kwa hilo kwamba at least waliweza kufanya vile. Lakini kingine tukiona cha karibu sana ambacho TAWOMA pia kama tunaweza kusemea kama ndio mfano rahisi, wao wamekuwa karibu sana na wizara. Kila jukwaa wapo, wanapaza sauti, tunawasikia. Sasa walipofika issue ya kutoa leseni kama nilisema sheria kwamba haina ubaguzi, wanawake kweli wamekuwa wakipata leseni kama kawaida kama wanaume tu, na wanaume wamepewa leseni ambayo hawezi kuziendeleza kama wanawake wanashindwa kuziendeleza. Dada Alice ameongea vitu vingi sana ambavyo sikutaka kuvirudia. Ametoa takwimu ambapo na sisi takwimu tunazo pia kutokana na sensa ya mwaka 2022 ile, ushiriki wa wanawake ambao sehemu kubwa ya wanawake wameonekana huko involved sana kwenye stage ya pili, stage ya tatu unaweza kusema kwenye utafiti au kwenye biashara, kwenye shughuli za madini tunaanza na utafitaji ambao watu wengi pia hiyo kazi imekuwa ngumu kidogo. Ikija kwenye uchimbaji sababu ni capital intensive, wanaume pia wanashindwa, kwa hiyo wanawake hawezi kuwa rahisi. Tukija kwenye uchenjuaji au value addition, tunaanza wanawake wanaanza kuingia kwa wingi. Kwenye biashara tunawaona brokers, tuna dealers, unaona wanawake wakiingia. Kwa hiyo mwisho wa siku katika ukianza kwenye beneficiation na value addition unaona wanawake wanakuwa wengi zaidi. Nirudi kwenye mfano wa ushiriki wa kina mama. Katika tukizungumzia katika ujumla kitaifa, sasa hivi tunajua tunaongozwa na nani kama taifa? Mama yetu Samia Suluhu Hassan anatuongoza na mnaona anakokwenda. Na ile pia unaona inaenda down effect, unaona hata kwa wengine pia wanaanza kujua kwamba kumbe inawezekana. Sasa hivi tumeona juzi na mfano mrahisi tu, mama kamteua mwenyekiti wa tume ya madini mwanamke, Mama Leka Shingo. Kwa mtaona ushiriki wa wanawake unazidi kuongezeka. Juzi tena tumepewa mfano mwingine, mtendaji mkuu wa TEIT dada Mariam. Yeye ni classmate wangu kama mngeweza kujua, ni geologist, ni classmate wangu. Yeye tayari sasa ameshakuwa executive secretary wa TEIT, ni mwanamke. Kwa kama ni ushirikishwaji tunauona ukianza katika ngazi za juu kabisa na kushuka. Tumeangalia katika vyuo mfano, mimi nakumbuka wakati mimi na graduate zamani ilikuwa naishia wanawake wawili kwa geologist, wawili au mmoja kila mwaka, wawili au mmoja, wakizidi sana watatu wanajiona wenye bahati sana. Hili mwaka wetu waligraduate kama 9. Lakini nikiangalia ambao wanashiriki sasa hivi hawazidi 4. Wengine wameshaenda kwenye vitu vingine, wanasema mimi makazi yote siwezi, endelee nayo wenyewe. Kwa hiyo mtaona pia mwamko pia wa wanawake, pamoja hapo wanasoma vizuri mpaka mwisho, mnashirikishana kila kitu, lakini wachache sana ambao wanabaki kwenye tasnia. Wengi wanasema dada Alice ameongea vizuri, of course
ile historia pia inatuhukumu na nature ya jamii yetu ambavyo na mtazamo ulivyo. Of course na wanawake wenyewe pia tutakia pia tuangalie namna ya kujishirikisha zaidi. Nimeulizwa masuala ya mikakati sasa kwa kuhusu namna gani tumejipanga kuwasaidia wanawake. Utakumbuka dada yangu jirani yangu hapa amesema kuhusu yamekuwa ni zao la TGC. TGC kati inaanzishwa, kundi la kwanza ambalo lilikuwa linaangaliwa ilikuwa ni wanawake. Kama jinsi gani tunaweza kusaidia wanawake nao waweze kushiriki kamilifu kwenye mnyororo wa thamani. Kwa hiyo wenzetu of course wakati wetu tumeanzisha ile IGF Arusha Gem Fair, wakasema basi hii Arusha Gem Fair isiende hivi ije na kitu fulani. Hasa effect ya Africa ya Arusha Gem Fair ikaja pia tuwe na mchango, tutaanza taasisi ambayo itakuwa inachangiwa ili kusudi ibebe kundi la kina mama, ikusudi baadaye waje wa play part kwenye value addition. Of course wao walikuwa wanalenga zaidi kwenye value addition ya gemstones. Sasa naona inakuwa zaidi kwenda mpaka kwenye metals zingine ambazo na kwa jewelry na mambo mengine. Kwa hiyo tunashukuru na ushuhuda hapa, dada mwingine nadhani angekuepo hapa, naambia yuko Sudan sababu yuko jukwaa la uziduaji vile kwa upande wa value addition. Nadhani yeye ni shuhuda mzuri, nadhani pia mnaweza mkaongea lugha moja. Kwa hiyo kwa sisi kama serikali juhudi zimekuwa ni nyingi. Kama nilisema awali, sera inazungumza wazi, sheria ziko, lakini sasa ningesema pia ningeweza kupongeza pia waziri wangu aliondoka ambaye sasa ni naibu waziri mkuu. Yeye ndio alikuja siku moja wizara akasema jamani, kwenye wakati mnaangalia mashughuli zenu huko za usimamizi wa rashi na nini, hebu na wenyewe waangalieni. Nadhani sasa walipata bahati na kukutana naye upande ule wakamwambia, lakini tayari alikuwa nalo kwenye mawazo yake. Ilipotokea tu kwamba kuna sehemu imejitokeza Nyamishiga, akasema hebu tuwape na hawa tujaribu, tuwajaribu tu tuone, tuwajaribu. Na yeye mwenyewe pia akasema hadharani kwa watu wa test tuone. Lakini wameonyesha kwamba wamekuwa aggressive, wameweza na wamefanikiwa kwa kubwa sana. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Asante sana. Kwa ufupi asante sana. Na kwa kutokea na hilo ambalo wameshalisema, kwa mfano la hilo watu ambacho wanatokea sasa hivi, waziri watu wa madini sasa hivi na amesharipiki, amekuja na kitu kingine ambapo sasa tunaendelea nacho cha MBT, Mining for Better Tomorrow, ambao hii inaangazia sana wanawake na vijana, na ameshatoa leseni nyingi. Tumeanza na leseni kule Chunya zimetolewa kwa makundi ya vijana na wanawake. Tumekuja Geita, wamerudia tena juzi hapa. Kuna zingine zimetolewa Shinyanga, kuna zingine walipo Mererani umetoa. Kwa kila sehemu sasa tunatoa leseni, na leseni nyingi zinalenga kwa wanawake na vijana, sababu ndio makundi ambayo ya kidogo wanasema yako marginalized, lakini si kwa sababu ya na nature ile kazi, lakini kutokana tu na mtazamo wa watu wengine. Asante sana kaka Francis. Nadhani tumesikia kwa namna gani ambavyo ameelezea sera zilizopo na sheria zinavyosimamia masuala haya sekta uziduaji bila kuangalia hizi issues za non-discrimination, ndio equitable distribution of resources na jinsi ambavyo wanawake pia wanaweza waka-access resources kama ambavyo wanaume wanafanya. Kwa hiyo tutaona issue ni utekelezaji ama ni nini, tutarudi kwetu kwa sababu tuna sheria, tuna sera, lakini changamoto bado tunaziripoti sisi kama wanawake ambao tumejikita kwenye hii sekta. Sasa nimkaribishe dada Michelle. Huyu ni rafiki yetu, jirani yetu kutoka Kenya, na wao anatokea Association of Women in Extractive Kenya. Atuambie ni kwa namna gani huku kwetu sisi tuna masuala ya mila na desturi na watu wengine wanagaragara ili waweze kupata fursa. Je, tunavyoongea kwa upande wetu wa Tanzania na Kenya hali ikoje? Utuambie nyinyi kama wanawake, kama Association of Women in Extractive, ni kitu gani mnafanya, strategies au mikakati mlioweka ili kuona jinsi gani wanawake kusaidia wanawake na wenyewe waweze ku-access hizi masuala ya uchimbaji, masuala ya uziduaji kama ambavyo wanaume wanapata hizi nafasi. Karibu sana. Sawa, asante Joyce. Na nimefurahi kwamba mambo mengi ama changamoto ambazo tunapitia ni across the board. Wanawake Kenya, Tanzania, South Africa, changamoto ni zile. Kuna mabadiliko kidogo kwa sababu ya mila na desturi, lakini kwa uzito zaidi mambo ya access to land na finance, umiliki wa shamba, ya urithi, mambo ya biashara, mambo ya education, mambo ni yale. Kwa hivyo changamoto pia Kenya
Kugaragara ama nikufanya nini? So You have to roll on the floor when you seek assistance from someone. Yeah, that's what we're doing here. kwetu si sana. Lakini sisi kama sasa shirika ambalo limeweza kuelewa kwamba haya ni matatizo ambao wanawake wanapitia regardless ya madini ambao wanachimba ama regardless ya mahali wanaparticipate katika value chain. Changamoto kila mtu anapitia. Na changamoto nyingine ambayo pengine sijasikia imekuwa highlighted hapa ni access to markets. Kwa sababu wanawake wanachimba madini tofauti tofauti, whether ni gemstones, dhahabu, quarrying ama hata industrial minerals. Lakini unapata ile access to markets, wanawake wako na changamoto kubwa zaidi kwa sababu ya mambo mengi. Kitu cha kwanza ambacho huwa hatukifikiri ni majukumu ya nyumbani. Mwanamke kusafiri kwenda kupeleka mali yake tuseme kutoka hapa mpaka Dar es Salaam ama kwenda soko za nje inakuwa ngumu sana kwa sababu ya yale majukumu wako nayo nyumbani. Kitu kingine ambacho pia anapata changamoto nacho ni kwamba wanunuzi katika sekta hii pia si wale wanaoshiriki tu, lakini pia wale wanunuzi ni wanaume zaidi, contractors nani, wale wanafanya value addition zaidi, jewelers. Kwa hivyo unakuta ndio mwanamke apate bei nzuri naye mpaka arudishe mkono kwa njia nyingine. Sijui kama mnanifahamu. Kuna wanawake wa community ambao wanakata mawe na wanachimba mawe. Wanasema bei pale na hapa ni tofauti sana. Mwanamume akija hapa mpaka lugha iwe tofauti, mpaka umpe kitu ndio yeye akupe bei nzuri. Kwa hivyo unapata ule udhalilishi inafanya mpaka inawaua ama inawa discourage kuparticipate katika hii biashara. Kwa hivyo hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo sisi upande wa Kenya tumeiona, na kwa sababu ya hiyo tumepartner na mashirika kama Pact, na nafikiri Taoma ni beneficiary mkubwa sana wa soko inaitwa Moyo Gems. Moyo Gems is a gemstone market na ni international gemstone market. Kwa hivyo inatoa wale dealers ambao wananyanyasa wachimbaji wadogo especially kina mama. Na soko hili hata bei zake ni tofauti. Kwa hivyo ilianza huku Tanzania kisha wakaileta Kenya, na tumeona mafanikio kwamba hata zile bei wanawake wanapata ni 3 to 5 times ya kile wangekuwa wameuza kama wale brokers ambao wananyanyasa kina mama wangewafuata kule. Kwa hivyo for us hiyo ni it's a big win kwa kina mama wa Kenya, especially wale wachimbaji wadogo. Kitu kingine ambacho pia tumeona na kama vile our learned geologist amesema ni value addition, because kina mama sio lazima wamenyane na wanaume katika the actual mining. There are other spaces in the value chain ambayo wanawake wanaweza participate, na value addition is one of them. Na kwa sababu ya kitu kama hicho tuliona opportunity na tukaweza kupartner na GIA, Gemological Institute of America, kufanyia kina mama training ya basic gemology, gem identification na value addition, ndio waweze kupata mapato kando na yale ambayo ni ya direct uchimbaji. Kwa hivyo kwa sababu ya hiyo tumeona pia kuna a bit of benefit. Na pia shirika kama na hili la kiserikali, Gemstone Value Addition Center, ambayo kaka yetu ambao tuko naye hapa Bwana Umito saizi yuko National Mining Corporation, lakini before that he was one of the biggest champions wa kina mama katika Kenya. Sisi tunaita county Taita Taveta, kwa sababu tulipatana na wao pia, and they were able to train quite a good number of women katika value addition, because ile center pale iko na all the equipment, iko na lab, iko na faceting machines, iko na kila kitu ambacho mwanamke anaweza hitaji. Kwa hivyo waliwafunza bure kabisa, bila malipo, bila chochote. Wanawake waliweza kupata mafunzo, na sasa wanaweza kujitengezea gemstones na jewelry ambazo pia wanaweza kuexport. So hiyo ni kitu kingine ambacho tumeona pia tumeweza kukifanya. Lakini zaidi ya hiyo, katika national level tunafanya a lot of policy and advocacy. Sera zetu na masheria ziko na wametambua wanawake kama equal people, equal participation na kila kitu. Lakini kama vile Alice alivyo highlight, hakuna targets, and because hakuna targets there are no indicators that we can measure kujua ni progress gani tumefanya kuhakikisha kwamba kweli tunaweza kuhusisha kina mama ama wanawake katika the different spaces. Na kitu moja ambacho tuna champion ni kuweza kuwa na indicators
katika sera zetu za kuweza kusema baada ya muda fulani kufikia mwaka wa 20 na 30 ama 20 na 50 tunafaa kuona idadi ya wanawake imeongezeka kutoka hapa mpaka hapa. Lakini pia hiyo hatuwezi fanya kama we don't have data. Wenzetu from the west wameweza kuinvest in data, because data is power. Uko na data unaweza kuplan, unaweza kuinvest, unaweza kufanya mambo mengi ambayo yataweza kusaidia kukua. Lakini kwa vile hatuja invest in data, na hii ni both private sector na serikali, basi inakuwa kuweka targets ama kuweza kumesha the progress that we make even in the sector. Na nafikiri Tanzania mmetushinda sana katika uziduaji haswa. Katika nishati pengine tunaweza kuwa tuko mbele kama Kenya, lakini katika mining na extractives basi hata tukiwekwa pamoja hatuwezi kucompare, kwa sababu kuna sera ambazo mmeweka za kuweza kuhakikisha kwamba sekta inaweza kukua both kwa wadogo na wale wakubwa, kama vile naibu Honorable Doto, wacha niseme hivi. So from where I sit, kuna potential kubwa sana ambayo bado tunaweza kuhakikisha kina mama wameweza kuparticipate. Now I wish the gentleman was Stanbic bado angekuwa hapa, because it's creating products kama financial institutions zenye zitaweza kuhakikisha kina mama wanaweza kupata access to finance na terms and conditions tofauti, kwa sababu tunaelewa kwamba vitu kama collateral na umiliki wa shamba na rasilimali ambazo zinaweza kuwezesha kupata finance wamepata upungufu. Kwa hivyo ningeweza kushurutisha any financial institutions ambao wako hapa, whether ni cooperative, whether ni mainstream financial institutions, kuweza kufikiria vile wanaweza create products that are female friendly na ambazo pia zina respond to this sector, because najua hii sector pia huwa inatia watu wasiwasi. Kwa hivyo kwa hayo machache. Sawa, asante sana dada Michelle, sikutaka kukukatisha, nitakurudia. Sasa naomba nikaribishe kama kuna maswali ama maoni kutoka kwa kwetu sisi, sijui nianzie wapi. Sawa, naona mtu wa kwanza hapa alikuwa amenyosha, Mama Mwasha. Tutakaribisha watu wa maswali yamekuwa mengi nashindwa kuchagua. Wa kwanza, then kuna mtu nyuma kabisa Rajab, sikupi nafasi, wewe ni mtu wa kirasilimali, utauliza baadaye. Wa kwanza mama hapa, wa pili kaka pale, wa tatu mama pale, na kwa awamu ya kwanza wa mwisho kaka kule. Gender balance. Karibu. Asante mwezeshaji na jopo zima la hii mada ambayo kwangu mimi ni very sensitive. Ninachangia, lakini pia nina maswali kwa watu wawili, kwa Alice na kwa Commissioner. Alice, umeeleza vizuri changamoto na mimi natembea na wewe kwenye hizo changamoto, lakini ikiangalia mada inasema investing in women accelerating progress. Kwako nakuja na investing, alafu kwa Commissioner na kwenda na acceleration. Suicide, mmetembea na wanawake kwa kipindi ambacho nimewafahamu. Mmejipangaje? Mama Mwasha na samani, naomba uwe very brief, nimefuatwa hapa muda. Sawa. Umejipanga, si nimesema ni wawili. Suicide wamejipangaje kumwezesha mwanamke, kuinvest kwa mwanamke kwenye hiki kipindi cha mambo ya transition, madini mkakati, maana tunavyoongea hata wengi hawajui acho mambo hayo tunayoongea madini mkakati. Kwa hiyo suicide na labda partners wengine wamejipangaje? Mheshimiwa Commissioner, nadhani tunahitaji kitu cha makusudio kabisa. Umetupa statistics za mwenyekiti wa tume na katibu wa TEITI mmoja ni baada ya muda gani, na tutasubiri mpaka lini? Hawa wote wametoka chuo kikuu, hawa wote wanasubiri kama uteuzi utakuwa ni mmoja namna hii. Asante. Asante. Hilo swali limeenda kwa mtu wa wizara? Yeah. Sawa, asante, nadhani amelinote. Haya, kuna mtu wa and then watatu mama. Yeah, wanne kule mwisho. Asante. Kwa majina naitika Tobias Godwin Kweka, anatokea NCC.
Nilikuwa na swali kwa kaka yangu Francis kutoka Wizara ya Madini. Swali langu ni moja tu, kwamba tumeona na umetuambia kwamba wizara imetoa leseni za wachimbaji wadogo wadogo wanawake kuanzia mikoa kama 4 na umesema umeenda Chunya. Lakini je, tunaangalia vipi hao wanawake wanavyoingia katika process nzima ya uchakataji wa hii dhahabu? Tunajua kuna matumizi ya kemikali kama mercury, na kama ukiwa mtu wa wizara mmetoa taarifa kwamba ifikapo 2030 inabidi hii kemikali iwe imetokomezwa kwa sababu inaleta effect. Swali kubwa kabisa kwamba wizara imejipanga vipi imejipanga vipi inavyowapa leseni hawa wanawake. Je, mnazifuatilia au mnazigawa tu? Je, mnafuatilia kwa kiasi gani kuangalia matumizi ya kemikali, kama mnavyoenda kupiga stop 2030 haya matumizi ya kemikali haya yameondoshwa? Asante. Asante. Karibu mama pale. Mike mfikie mama pale na wa mwisho kule. Habari za mchana. Habari za mchana. Nzuri. Mimi natoka katika NGO na niko mkoa Mara katika Youth and Women Development. Swali langu halipishani sana na mwenzangu aliyetoka. Ni kuhusu akina mama. Tunasema kuendeleza mama, lakini huyu mama baada ya miaka 20 katika kizazi tutakuwa hatuna mtoto, tutakuwa hatuna kizazi kwa sababu ya mercury. Sasa tunasema tunataka kutokomeza mercury, lakini nini mbadala wa mercury ili umsaidie huyu mama aweze kufanya biashara nzuri? Lakini nakuja tena kwenye hoja kwamba katika hii mercury sisi tumeendelea katika utafiti kuangalia sana na kufuatilia sana. Tumeona kwamba kuna chombo kinachoweza kupunguza, kusaidia matumizi mbadala ya mercury kitumike chenyewe, ambacho ni CIP, Carbon in Pulp Circuit. Nadhani kinaeleweka. Sasa hiki chombo tungekiomba, tunaomba wizara iwaangalia kina mama kiweze kutufikia sisi katika makundi yetu hapo Buhemba. Akina mama mpaka wameshaandika mama, kwa ufupi. Kwa hiyo tunaomba iweze kufikia hiki chombo ili kuwasaidia hawa akina mama. Asante sana. Swali kutoka mtu wa mwisho kule. Asante. Mimi naomba nielekeze kwa mtu wa suicide. Swali ni kwamba wakati mnaanza intervention kwa upande wa kina mama, kama shirika tunaamini mlikuwa mna strategic plan. Ni wanawake wangapi mpaka sasa mmewafikia kutoka ile base mliokuwa nayo mpaka sasa kwa ajili ya kuwa involve katika extraction ya mining? Lakini la pili, nilitaka kujua kwa upande wa engineer, toka ameingia katika hii extracting mining, scale up kwa wanawake wangapi katika kuprocess ile mining? Lakini lingine ni ushauri. Nimeona kumekuwa na malalamiko mengi, although serikali imefanya pati yake, na kupitia hii forum kwanza naomba niishukuru. Tulikuwa hatuna mkataba katika CSR, lakini kupitia hii forum tumeweza kufanikiwa kwa hilo. Kwa hiyo naomba tuwapongeze wenzetu wanaoratibu hii shughuli. Lakini lingine nilichokuwa nataka kushauri ni kwamba kwa ufupi, mimi nilikuwa na shauri katika ile association ya wanawake waandae strategic plan as a tool ya kuweza kusaidia kucombine matatizo yote yanayowakumba. Ile strategic plan ina uwezo wa kusaidia na kuonyesha wadau mbalimbali ambao wanaweza kutumia resources katika kusolve haya matatizo. La mwisho,
nilikuwa naomba chama cha wakina mama kutusaidia kujua toka kimeanza kimeweza kufacilitate au kuwezesha scholarship kwa wanawake wangapi katika sekta ya uziduaji. Asante. Asante sana. Mtu wa mwisho pale alisaulika, naona alinyosha muda mrefu sana. Kwa ufupi, 1 second. Asante. Kwa majina naitwa Komanya Runzebe Makalanga, pia mimi ni mdau wa madini. Swali langu nalipeleka kwa kamishna wa madini, kama alivyotueleza kwamba ni mtaalamu na sheria nzuri za madini zinatolewa. Ni kwa nini migogoro mingi ya madini imekuwepo nchini Tanzania, na mtu anatoka Dar es Salaam unamsikia na kesi mkoa wa Mara na lazimisha watu kuhama kwenye eneo kwamba yeye ndo mmiliki wa ardhi ile, na wakati kuna watu wana miaka 40 wanaishi mazingira yale? Ni utaratibu gani mzuri wizara imeutumia kwa ajili ya kutatua migogoro kama hiyo? Ina maana saizi vyesi vingi viko mahakamani kwa sababu ya utoaji wa leseni bila kujihakikisha, na migogoro mingine naibuka kwenye mazingira ya jamii zinazoendeleza ufugaji na kilimo na shughuli zingine. Mtu anakuja tu anasema hapa mimi nimepewa leseni na wizara, na anaanza migogoro, polisi wanasimama na wanapelekana mahakamani. Ni jinsi gani mnaweza kutatua migogoro hiyo katika utoaji wa leseni? Asante sana. Naomba swali lako lijibiwe kesho asubuhi. Kuna mada ya access to remedy, kuna mtu atajibu hilo swali, sawa? Na ninaomba kwa kutokana na muda nilioambiwa, ninatamani wale ambao bado hawakupewa nafasi ya kuuliza maswali waandike maswali yao. Kesho asubuhi kwenye session ya recap tutaendelea nayo. Muda umeisha na tumehimizwa hivyo. Kwa hiyo ninaomba tu ya note down. Kesho tutavyoanza na recap, tutaanza na maswali na yatajibiwa. Kwa hiyo niwakaribishe wazungumzaji waweze kujibu maswali na kuongea kwa dakika chache kama maneno ya mwisho kuhusiana na hii session. Ni ushauri gani wanaotoa? Kila mtu amesikia swali lake. Naona maswali mengi yameenda kwa mtu wa wizara na mtu wa SWI zaidi. Karibu dada Alice. Asante, nawashukuru wote kwa kuwa makini wa kunisikiliza na kufuatilia. Ningependa nianze na swali la mwisho ambalo tumehusisha vikundi vingapi vya kina mama kwenye kuvisupport katika masuala ya usimamizi wa uchimbaji mdogo wa madini. Hapa naomba niwaweke up front our partners, maana sisi kama INGO, International NGO, hatufanyi kazi directly, bali tunatumia local partners ambako hapa tunafanya in partnership na FADEV, Foundation of Artisanal Small Scale Development, lakini pia tunafanya kazi na Haki Rasilimali. Kupitia FADEV tulikuwa tuna mradi wa jinsia ambao tulikuwa tunalenga katika kuinvest katika vikundi vya kina mama wanaofanya uchenjuaji wa dhahabu pale Geita, Kahama na Shinyanga. Na kiujumla tulikuwa na vikundi 21. Vikundi hivi vilikuwa vina range kuanzia watu wawakilishi 7 mpaka kuna vikundi ambavyo vilikuwa na zaidi ya watu 200. Na tulikuwa tulenga katika kuwapatia mafunzo, technical capacity, lakini pia mafunzo yanayohusiana na masuala ya athari za zebaki. Tulikuwa tunatoa vifaa vya utunzaji wa mazingira, lakini pia vifaa vya kinga binafsi kwa maana ya PPE, lakini pia tulitoa equipment financing. Kuna baadhi ya vikundi ambavyo walipatia mineral processing tools kama vile tunaziita crushers, wengine walipata water pumps kulingana na mahitaji ya kila kikundi. Lakini vikundi vingine ambavyo walipokea fedha walifanya diversification, lakini not necessarily kuinvest kwenye biashara yao ya madini, lakini waliinvest kwenye biashara mbadala ambayo inaweza kawaongezea kipato wao katika kufanya kazi zao za shughuli zao za madini. Na hapa nirudi kwenye swali la Mama Mwasha ambalo alikuwa ameuliza tuna mpango gani wa kuendeleza investment kwa wanawake. Katika hatua hii ya pili ya country program yetu tunayokwenda kuianza mwaka wa 2025, tunalenga kufanya kazi na vile vikundi ambavyo viko in cooperative, kwa maana ya kama Mgusu Women Cooperative ambayo tunataka tuifanyie gradual shift kwa maana ya kuiendeleza kwa ajili ya reach ile capacity ya international market na kuwa link na potential stakeholders kama Swiss Beta Gold Association ambao tunaweza tukawa na potential partnership nao huko mbele. Asante. Asante sana dada Alice. Nikukaribishe kwa dakika moja dada Mwanaki. Nikukaribishe kwa dakika moja umalizie tu, ni ushauri ama kitu ambacho unatamani kukisema kabla hujashuka. Karibu sana. Asante sana.
Nilikuwa tu napenda kutoa ushauri kwa serikali kama wenzangu walivyosema kwamba wanapotuwezesha wanawake wajaribu kuangalia wanatuwezesha, na kama swali la mama linavyosema wanatuwezesha na wanatufanikisha kivipi. Wanatupa maeneo, wanaendelea kutupa elimu na wanaendelea kutusaidia kutatua matatizo kama ulivyosema, changamoto za vifaa wanawake wengi hawana uwezo. Kwa hiyo tunajua na tunatambua mama alishatoa majokarasha, waendelee kutoa kama wizara. Kwa hiyo nilikuwa naomba msaada mkubwa uangukie wanawake kwenye elimu, misaada na vivyo kuendelea kukumbuka kama wanavyotukumbuka. Asante sana. Na dada Luisa, kwa msichana mdogo ambaye anaingia kwenye sekta, au ni kitu gani ungetamani kumwambia kuhusiana, au ushauri wowote ambao ungetamani kusema kabla hujaondoka? Asante. Ningependa kwanza kujibu swali lake briefly. Amesema alisema kwamba ni wanawake wangapi umewafikia mpaka sasa hivi. Tangu nimeweza kujua mineral value addition kama as in the mineral value chain, nimeweza kuparticipate kwenye capacity building na trainings tofauti ambazo wakati mwingine zimeinvolve wanawake na wakati mwingine zimeinvolve both genders, lakini mainly youth, kwa sababu hilo ndio kundi ambalo tumekuwa tunaliangalia zaidi, vijana wa kiume na wa kike, ambayo nimeweza kufanya pamoja na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambayo kwa influence yangu sasa hivi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wametengeneza sio department, wana course ya gemology. Wanataka kuingia as far much as lapidary na pia jewelry manufacturing. Na pia TGC graduates ndio watu ambao nimekuwa nafanya nao kazi, yani ambao tulimaliza pale tukaingia kwenye biashara, naongelea brokers, dealers, both women and young men, nimekuwa nikifanya nao kazi. Lakini pia kupitia CSO kama kirasilimali nimeweza kufikia watu wengi zaidi ambao wako kwenye mining societies lakini walikuwa hawajui sana kuhusu mineral value addition, ambao pia nimeweza kuparticipate kwenye hizi trainings na capacity building trainings of the like, ili kuwajulisha zaidi kuhusu hii sehemu ambayo imekuwa overlooked ya mineral value addition. Na pia nimeweza kufanya na women based organizations kama TAWOMA, Tanzania Women in Mineral and Mining Industries TWIMI, na kama mfano kwenye project yao mpya mwaka huu ilifanyika mara ya kwanza, ambayo mimi nilikuwa ni moja wa judges. Niliweza wa judge wale wote applicants ambao wali apply, kwa tukawachagua ambao walionekana wana sifa zaidi na ambao sasa wale walienda kupata training zaidi for a week, ambao walifanya Dar es Salaam, wakafanya na Morogoro, ambao walikuwa wanaangalia generally kwenye the mining industry lakini kwenye mineral value addition. Asante sana dada Luisa. Na sasa karibu kaka, kuna maswali yalikuja kwako, tunaomba usaidie kurespond kwa ufupi kabisa. Asante mwezeshaji. Mimi nimekuja maswali mengi kidogo, lakini nitajibu kwa ufupi kidogo haraka. Nitaanza na swali la Mwasha, uteuzi versus university output. Mimi nilitoa ule mfano kwa maana ya uhamasishaji, kwa maana kwamba watu wengine wao kama wanawake ambao tayari wamepata positions, wao na watu wajitahidi kutusaidia sasa kuwavuta na wengine waione fursa katika sekta ya madini kwa upande huo. Swali la pili, leseni kwa wachimbaji wadogo wanawake na uchenjuaji kwa kutumia mercury. Hapa tumejipangaje kufuatilia matumizi ya kemikali? Hapa nitasema tu kwa ufupi kwamba kwa kuzingatia sheria wale marekebisho ya sheria ya madini mwaka 2017 ambayo ilipelekea tukaondoa utaratibu wa kusimamia ofisi kwa kanda kwenda kwenye level ya mkoa na wilaya na baadhi ya sehemu nyingine kuongeza ofisi nyingi zaidi. Lengo lilikuwa ni kupeleka huduma karibu. Kwa sababu tuna RMOs kila kona, lengo ni kupeleka huduma na kupeleka elimu. Zaidi ya hapo tuna shirika la kwetu la madini STAMICO, sababu ni mwekezaji, tunaamini kwamba yeye pia anapewa jukumu lingine la kuwa kama mlezi, ili kusudi wachimbaji wadogo wajifunze kutoka kwake na yeye pia awafundishe vile ambavyo wanapaswa kuenda kwenye uwekezaji. Matumizi ya mercury na mbadala wa mercury, mama nashukuru ametoa mfano kwamba changamoto ni kubwa, na pia tumeambiwa itakoma kutumika 2030, lakini
nitoe tu angalizo. Imekuwa ikisemwa hivyo kwa majukwaa mengi kwamba Mercury itakoma kutumika 2030. Lakini ukienda kuangalia kwenye ule mpango mkakati wa kitaifa, inatakiwa ipungue mpaka asilimia iwe ndogo kabisa, ikiwezekana iwe isitumike. Lakini haisemi kwamba itakoma. Hiyo neno halipo. Sababu ilikuwa na debate kubwa sana kutokana na sensitivity ya nature ya watu wetu na namna gani ya kupata mbadala. Kwa hiyo likasemewa kwa ujumla huo. Lakini issue ya kutumia CIP, tunajua CIP kati zinakuja mara ya kwanza kuinvest kwenye CIP ilikuwa inaanzia milioni 800 mpaka bilioni 2 kitegemea na scale ya uwekezaji. Sasa hivi tunashukuru kwamba Watanzania wengi wameamka, wameweza kuziscale down sasa hivi. Kuna sababu mpaka wanapata watu kwa CIP kwa milioni 200 inakuwa ndogo. Sasa hivi tunapozungumza wenzetu wa NEMC ambao tunashirikiana nao wako Dar es Salaam kwenye ule mradi wa environmental health and pollution management project ambao tayari wako tuko na ile peer learning na nchi za wajirani wanaifanya kule. Lakini katika mradi ule moja hapo ya jukumu tunatembea nalo ni kuscale down CIP, ikiwezekana ishuke zaidi ya hiyo milioni 200 ije chini zaidi kusudi watu wengi waweze kuafford. Lakini pia kwa kutumia wenzetu wa STAMICO tuna miradi yetu, tuna vituo vyetu vya mfano na vile vya uchenjuaji ambapo watu wamekuwa wakivitumia na kuvikopi. Na kesho nadhani tutakuwa na session ambayo itakuwa inaelezea zaidi namna gani vile vituo vinaweza kuchangia na wanawake kama kundi moja maalum waanza kunufaika navyo. Kwa hiyo kesho ndio tutaacha jibu itaelezwa vizuri na wenzetu wa STAMICO jinsi wanavyofanyia kazi. Wanawake wangapi wamewezesha ku scale up processing? Ili nadhani ndio tutazungumzia kesho, sababu najua pia kuna hiyo segment ambayo najibu kesho. Kwa Mr. Makalanga, wewe issue yako tayari nadhani iko imeshajibiwa ambayo ina session yake kesho. Naomba niishie hapo kwa leo, asante. Asante sana. Dada Michelle, umetupa ushauri mkubwa. Nadhani wanawake tumeusikia issue ya partnership na umuhimu wa kupartner. Tusifanye kazi mmoja mmoja, tuone jinsi gani ambavyo we can partner ili kuondokana na hizi barriers ambazo ziko kwenye sekta ya uziduaji. Sasa sijui ni kitu gani pia unatamani kutuacha nacho hapa kabla hujarudi Kenya. Karibu. Hata ni kama umenitoa maneno mdomoni. Ningependa kutuhimiza kwamba platform kama hizi za jukwaa ambalo tunakutana hapa, kuna mambo mengi tunaweza soma from each other. Kwa hivyo hiyo knowledge sharing itakuwa muhimu katika kuendeleza kazi zetu katika nchi zetu na katika sekta ambazo tunafanya. Kwa hivyo ni hayo tu. Asante sana. Tumepata ujumbe kutoka kwa wazungumzaji wetu wa leo, masuala ya knowledge sharing, partnership. Wanawake tusiogope kuingia kwenye sekta, lakini kuona ni kwa namna gani sisi kama wanaume tuliopo hapa, masuala ya culture, na wanawake tuliopo hapa kuona kwamba mwanamke hawezi kuingia kwenye uziduaji. Ni issue ambazo tunahitaji kuachana nazo ili tuweze kuexcel kwenye hii sekta. Asanteni sana, na huu ni mwisho wa session yetu kwa siku ya leo. Naomba tuongeze makofi kwao tafadhali. Lakini kama tulivyofanya awali, tafadhali mtasimama, tunapata picha ya kumbukumbu. Alafu baada ya hapo mimi nitawatoa kwa style ya kipekee kabisa. Namna hiyo. Safi studio. Kamera iko mbele. Kamera iko mbele, tuitazame kamera. Tafadhali naomba mtabasamu. Tabasamu sana, asante. Tayari, haya, asante. Sasa msitoke. Chukueni vifaa vyenu. Nitamwomba tu kaka Francis abaki hapo. Ila wale wakina mama oye. Wakina dada safi. Nje sogeni hapa mbele. Kaka Francis baki hapo hapo. Wewe hapo hapo. Wengine wote ni waombe hapa mbele. Hapa. Namna hiyo. Jamani tuwapigie makofi. Kwanza wamependeza. Lakini pili wana matabasamu mazuri. Na sifa ya kina mama siku zote ni kutabasamu, na mnaleta amani nyumbani mnapokuwa mmetabasamu. Na sasa kwa kuwa mnaondoka kwa style ya kipekee, na kwa kuwa kaka Francis alikuwa mwanababa pekee wa kina baba safi, na kwa kweli umetuwakilisha vizuri, studio itawatoa kwa style ya kipekee. Kwa hiyo ikipigwa hiyo unaondoka mmoja mmoja, msije mkaondoka kama grupu, tutakuwa tujaona show. Kwa hiyo mmoja mmoja, na tutaanzia Kenya kwa kuwa wewe ndo mgeni. Kwa hiyo tutaanzia kwako with your own freestyle, you dance a bit, you get back to your seat one by one, and then baada ya hapo nitamwambia kaka Francis nini anafanya. Studio, hebu wasindikize kidogo.
Aya, let's give it up for Kenya. Hey, 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 hey. Ah. Wapi Size? Alice, karibu.